umri muhimu sana katika kipindi cha maisha. Maisha yana vipindi, yana msimu. Kuna kipindi mtu anaitwa mtoto, baadaye anaitwa kijana, baadaye anaitwa mtu mzima, na baadaye anafika uzee. Kipindi tulicho nacho ni kipindi muhimu sana katika maisha. Ndio kipindi ambapo mtu anatengeneza na kuchora dira ya maisha yake. Ndio kipindi cha mtu kujitambua yeye ni nani, yuko kwa kusudi gani. Ndio kipindi cha mtu kutengeneza lulu za maisha yake. Ndio kipindi cha mtu kujua hatima yake ni ipi. Ni kipindi ambacho kimsingi mtu akikipoteza hakirudi tena. Tunaona kuna wazee wengi leo hawataki kuwa wazee, wanatamani kuwa vijana. Hii ni ishara ya kutuonyesha kwamba kumbe kipindi tulicho nacho ni kipindi bora, ni kipindi mahususi ambapo mimi na wewe tunatakiwa kukitumia vizuri sana. Tukipoteza kipindi hiki ama tukitumia vibaya kipindi hiki, tutapata madhara yake huko mbele. Kwa hiyo ni vizuri kupita salama katika kipindi. Na wote waliopita salama katika ujana wao walifurahia uzee mwema, walifurahia utu uzima ulio mwema wenye furaha. Waliopita vibaya, wengine wanaendelea na majuto hata wakati huu tunapozungumza, kwa sababu walifanya maamuzi mabaya. Kwa hiyo mimi na wewe, mtu wangu, mtu wa Mungu, tunapohitimisha kilele cha vijana, ni vizuri tukumbushane mambo machache ambayo yanatuhusu kwa umri wetu. Na mtafahamu katika umri wa ujana ndio kipindi ambapo pia mtu anafanya maamuzi makubwa katika maisha. Ni kipindi ambapo mtu anatakiwa afanye maamuzi makubwa, lakini akiwa hana ujuzi, kwa sababu hakuna ambaye amewahi kuishi ujana. Yaani ujana unakukuta ukiwa kijana na unatakiwa kufanya maamuzi ukiwa huna uzoefu. Ndio maana uko umuhimu mkubwa sana wa kuwafuata wale waliotutangulia, kwa sababu wao walishapita, wanajua mashimo yako wapi na njia nzuri iko wapi. Sasa ukiwa kijana unatakiwa kufanya maamuzi makubwa ya kimaisha, yakiwepo yanayohitaji ustawi wa kiuchumi. Mambo haya unayofanya ukiwa kijana. Maamuzi ya kuanzisha familia unayafanya ukiwa kijana. Uishi wapi unafanya ukiwa kijana. Kwa hiyo unaweza kuona tuko katika kipindi ambacho kwa kweli si kipindi rahisi sana, nitumie lugha hii. Ni kipindi ambacho safari ya mtu inatengenezwa hapa. Ni kipindi ambapo kwa nyinyi wasomi mnaita mtu anapata momentum, anapata mwendo kasi utakaomsaidia kwenda vizuri kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ujana ni thamani, ujana ni lulu, na ni lazima ulindwe, ni lazima ukingiwe kifua. Kijana anayepoteza ujana wake anacheza na hatima yake ya milele, kwa sababu hatima unayoitengeneza sasa hivi inavuka hata maisha ya ulimwengu huu. Itakusaidia kufika hata katika ule ulimwengu ujao tukiwa salama. Kwa hiyo siku ya leo nimeona tushirikiane pia, kwa kuwa katika umri wa ujana ni umri ambao mtu anafanya maamuzi makubwa. Tuangalie namna ambavyo mtu anaweza akafanya maamuzi na akafanya maamuzi sahihi. Bwana Mungu atusaidie sana. Namna ambavyo mtu anaweza akafanya maamuzi na akafanya maamuzi sahihi. Na kichwa cha ujumbe nimekiita imani kama chanzo cha maamuzi katika maisha ya ujana. Imani kama chanzo cha maamuzi katika maisha ya ujana. Na dhumuni ama kusudi la ujumbe huu ni kuchochea hamasa ya kufanya maamuzi mazuri. Ninajua ni shauku ya kila mmoja kuamua vizuri, lakini leo nataka kuchochea ama kukupa hamasa ya kufanya maamuzi mazuri zaidi. Upate ile hamasa, uwe na shauku
katika kila jambo ufanye maamuzi mazuri. Lakini dhumuni la pili ni kuonesha madhara ama matokeo ya maamuzi mabaya. Ni vizuri mtu wa Mungu ajue madhara ama matokeo ya maamuzi anayoyafanya, hususan akifanya maamuzi mabaya. Kuna maamuzi mtu akifanya hawezi kukwepa ama kukimbia matokeo yake. Kuna maamuzi mtu akifanya awe tayari kukabiliana na matokeo yake. Kwa hiyo kijana ni lazima ajue, afahamu kwamba hili ninalolifanya, maamuzi ninayochukua leo yatakuwa na matokeo gani, lakini pia ajue madhara ya kufanya maamuzi mabaya. Kuna wakati mtu anafanya maamuzi mabaya, tena wakati mwingine akiwa anajua anafanya maamuzi mabaya. Sasa mtu wa namna hiyo ajue kwamba nikifanya maamuzi mabaya matokeo yake ni awe na tahadhari. Bwana atusaidie sana. Andiko letu la leo la kuanzia tutasoma Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ya 10. Mstari ni wa 40 na wa 42 hadi ule wa 42. Siku ya leo nitaomba msomaji awe apatiwe kipaza sauti akenacho. Nitaomba msaada wa kusoma katika mazingira fulani. Lakini ile andiko la kwanza nitaisoma, yale yajayo tutaomba msaada wa kusomewa. Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu, andiko letu la kuanzia sura ya 10 mstari wa 40 hadi ule wa 42. Kama umefika nisikie unasema amina. Tutasoma. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie nisaidie. Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Tuombe. Mungu wetu na Mwokozi, tunakushukuru kwa ajili ya usomaji wa neno lako. Dakika hizi chache tunapopata wasaa wa kutafakari neno lako, naomba kwamba ukapata kutusaidia, ukapata kusema nasi. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, ukatufundishe sisi wote, ukapata kujengwa, ukapata hatua nyingine katika maisha, ukapata hatua nyingine katika safari ya imani, ukapata ujasiri mwingine utakaotusaidia kuendelea vizuri. Namnyamazisha yule adui ambaye kila wakati haachi kuiba neno linalopandwa katika mioyo ya watu wako. Ninamwamuru sasa katika jina la Yesu Kristo, ondoka, uachie mahali hapa, anga likawe wazi na kufunguka, roho wa uzima ukatawale na kusema nasi na kutufundisha sote kwa jina la Yesu Kristo. Hata neno lako Bwana likapata kuzaa matunda, likazae mara 100 zaidi kwa kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi naomba na kushukuru. Amen. Mwanadamu kwa kawaida ameumbwa kufanya maamuzi. Toka Mungu alipomuumba mwanadamu, ndiye kiumbe ambaye amempa hiari ya kufanya maamuzi. Na kila siku mwanadamu anafanya maamuzi. Leo umefanya maamuzi, leo mimi nimefanya maamuzi. Muonekano unaoonekana wakati huu ni matokeo ya maamuzi uliyochukua labda leo asubuhi ama jana. Namna unavyoonekana ni jitihada ya kile ambacho ulikiwaza katika fikra yako na baadaye ukakichukulia hatua. Vile vile mwanadamu anaamua ale nini, afae nini, aende wapi, nani awe karibu naye, nani awe mbali naye, afanye nini, kipi aache. Kwa hiyo kila wakati mwanadamu amejikuta yuko katika maamuzi, ikiwa anajua ama ikiwa hajui. Wakati mwingine mtu anafanya maamuzi akili yake ikiwa makini na ufahamu wa kutosha kwamba hapa ninafanya maamuzi, lakini wakati mwingine tunafanya maamuzi akili zetu zikiwa hazijaimarishwa katika lile eneo ambalo tunalifanyia maamuzi. Lakini hatuwezi kukwepa, kwa sababu ndivyo ambavyo tumeumbwa, ndivyo ambavyo asili ya uumbaji iko hivyo.
toka mwanadamu wa kwanza Mungu alipomuumba na kumweka katika bustani ya Edeni, tunaona Mungu alimpa vitu vingi vya kufanya kazi, na unapochunguza vitu vingine vilikuwa katika hiari yake kuviamua kipi afanye, kipi asifanye. Lakini moja ya vitu ambavyo mwanadamu alitakiwa kuamua ni sambamba na kumtii Mungu. Maana Mungu alimwekea mtu wa uzima, lakini alimwekea pia mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Akampa maagizo, akamwambia ukila mti huu utakufa, siku utakayokula utakufa. Kwa hiyo akamwacha pale bustanini, mwanadamu akiwa na wajibu wa kufanya maamuzi na uchaguzi wa kumtii Mungu. Bahati mbaya sana mwanadamu alifanya uamuzi ulio mbaya wa kuacha kumtii Mungu. Lakini tunajifunza kwamba kumbe hali ya kufanya maamuzi, ile hali ya kuwa na machaguo, kuchagua hiki dhidi ya kingine, ni hali tulionayo. Ni hali tulionayo. Ni hali tulionayo. Inapofika swala la mahusiano, mwanadamu haachi kuchagua. Tena wengine anaweka vigezo ambavyo vitamsaidia achague anayempenda, anayemtaka, anayevutiwa naye. Ni maamuzi. Mwanadamu anapotamani kufanya shughuli ya kiuchumi, aimarishe uchumi wake, ni eneo ambalo anafanya maamuzi pia. Atakuwa na mawazo fulani kichwani ambayo yanamsaidia kutenganisha kitu kimoja na kingine katika vile ambavyo amevichagua kuwa sehemu ya kustawisha uchumi wake. Atachagua kazi, atachagua aishi wapi. Kwa hiyo haya mambo yote mwanadamu anaumbiwa na kila siku anayafanya. Lakini katika kufanya tunaona hawa watu waliingia katika wajibu fulani fulani, waliingia katika majaribu fulani. Tunaona mmoja anaamua kuchagua kufanya shughuli za kumhudumia Bwana Yesu kwa mambo ya mwili. Mmoja anaamua kukaa na Bwana Yesu ajifunze kutoka kwake. Hawa ni ndugu, mtu na dada yake. Bwana Yesu amewatembelea, kila mmoja akafanya maamuzi kwa kile ambacho anakiona kinamfaa. Mmoja akachagua shughuli pilika-pilika, mmoja akachagua heka-heka, mmoja akachagua maandalizi ya vitu ambavyo vinaburudisha mwili. Mwingine akaamua kuchagua kitu ambacho kitamsaidia kupata maarifa ya kumjua Mungu, ama kuwa na Mungu, ama kukaa na Mungu. Katika hawa wawili tunaona baadaye Bwana Yesu anatoa comment, anatoa hoja kwamba huyu mwingine amechagua fungu lililo jema. Bwana tusaidie sana. Maana yake Mariamu pamoja na Martha wote walifanya machaguzi. Lakini katika kufanya machaguzi tunaona katika hawa wawili mmoja anasifiwa juu ya uchaguzi ama uamuzi aliyofanya. Mmoja amefanya uamuzi ulio bora, amechagua fungu lililo jema. Haielezi mwingine alichagua fungu la namna gani. Hatuwezi kusema alichagua fungu baya, lakini tunaona mmoja anachagua fungu lililo jema. Na katika hii maana yake tunajifunza kumbe swala la kuchagua, swala la kufanya maamuzi ni mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyakwepa. Lakini katika kufanya maamuzi tunajifunza kumbe mtu anaweza akafanya maamuzi yaliyo mazuri yakamletea faida ya kudumu ya maisha yake yote, na mwingine anaweza akafanya maamuzi ambayo kimsingi hayana tija labda kwa wakati huo, ama hayana tija katika maisha yake. Ndio kitu tunachojifunza kutoka katika hawa ndugu wawili. Mmoja Mungu mwenyewe anamsifia, Bwana Yesu anamsifia kwamba amefanya uchaguzi ulio mwema, ameamua kitu kilicho chema. Ndugu zangu watu wa Mungu, maisha tunayoishi leo, mimi na wewe tunakabiliwa, mimi na wewe tunawajibika, mimi na wewe tunayo kazi ya kufanya maamuzi ya kuchagua maisha yetu yaweje. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Mungu asifiwe sana. Na katika kuchagua kutoka ile kifungu tulichokisoma, tunaona kumbe mtu anaweza akafanya maamuzi mazuri, anaweza akafanya machaguo mazuri. Machaguo mazuri
litamsaidia kuishi maisha ambayo ataishi salama sasa na ataishi salama baadaye. Mariamu wakati huo anahangaika na bidii nyingi za mambo ambayo kimsingi hayakuwa mabaya, lakini hayakuwa na faida. Hayakuwa na faida ambayo hata kama labda Bwana Yesu angepata nafasi ya kusema mapema, hata angeweza kumwambia, "Baba, unajichosha." Na ndicho ambacho ukisoma hii toni yake unaweza kuona. Kama kuna mambo mengi sana. Ungekaa tu usikilize. Ungekaa tu usikilize. Ungekaa tu usikilize. Ni kama, lakini sasa akawapa watu uhuru wafanye vile wanavyotaka. Na katika hao waliofanya uhuru, mmoja akachagua Mungu mwenyewe. Ndugu zangu, mimi na wewe hata leo, katika umri wetu wa ujana, tuna mambo mengi ya kuchagua. Tuna mambo mengi ya kuyafanyia maamuzi. Katika umri wa ujana, kama ambavyo nimetangulia kusema, ndio katika umri ambapo mtu anafanya uamuzi baada ya kuelewa hatima yake ni nini katika maisha. Anapojua hatima yake ni nini, kimsingi anapoanza ile safari ya kuelekea katika hatima yake. Ule mchakato wote unahusisha mambo ya kuamua, unahusisha vitu vya kuchagua. Katika kuelekea katika hatima, ndio kipindi ambapo mtu atachagua amsogelee nani na nani awe naye mbali. Atachagua wapi pa kwenda, atachagua wapi pa kutokwenda, atachagua awekeze wapi maarifa yake na wapi asiwekeze. Haya mambo yote yanamhusu mtu kufanya uchaguzi. Na itakuwa ni ajabu kwa mtu ambaye anajua hatima yake inachukua uelekeo fulani na bado hafanyi uchaguzi wa kuepuka vitu ambavyo vinaweza vikao vikwazo katika safari ya kuelekea hatima yake. Mtu ambaye anajua ameitwa kuwa kiongozi, mtu ambaye anajua ameitwa kuwa mwalimu, mtu ambaye anajua ameitwa kuwa mtumishi wa Mungu, mtu huyo anapoitazama hatima yake, anapoitazama safari yake, ni safari ambayo anapopita kuna vitu ni lazima achague kusema hapana, kuna vitu atachagua kusema hivi vinanifaa kwa sababu itanifikisha katika hatima ninayoielekea. Katika kipindi ambapo kijana anawazawaza kuanzisha familia na ndoa, ni mawazo mlionayo ama sivyo? Ama nyinyi hamwazi? Wakati unawaza mambo hayo, wakati unafikiri mambo hayo, kimsingi una picha fulani ya ndoa iliyoko mbele. Labda tamthilia zimekudanganya, unaona watu wanaishi vizuri, unatamani kuwa kama fulani. Sasa wakati unatamani kuwa kama vile ulivyoona kwenye tamthilia au ulivyoona kwa mtu, ni lazima kwanza unapoanza kutafuta, utafuta mtu mwenye sifa hiyo. Utafuta mtu mwenye sifa hiyo. Unasema unataka kuwa mama mtumishi, na kanisani huendi. Mtumishi huyo utamtolea wapi? Utamtolea wapi? Kwa hiyo ni lazima mtu ajue mahali pa kukataa, ajue na mahali pa kukubali. Unataka kuwa mhubiri. Unapotaka kuwa mhubiri, lakini marafiki zako ni wale wa outing kwenye mikutano ya injili, hawaendi, hawajui watoto nani anahubiri leo, hajui nani anahubiri injili, hajui. Sasa safari yako ya kufika kule itakuwaje? Kwa hiyo unapochukua dira fulani, unapochukua uelekeo fulani, ule uelekeo unakufanya uchague hata watu wa kutembea nao. Maana watu hawawezi kwenda sambamba isipokuwa wamekubaliana. Na ukifanya maamuzi sahihi ya nani wa kukusogelea, unaweza ukajikuta umechagua mtu wa kukurudisha nyuma badala ya kutia moyo kuendelea mbele. Unapowaza ndoa nzuri, unajiuliza ndoa nzuri ni kitu gani? Lazima maswali hayo ujiulize. Kama ndoa nzuri ni mtu mwenye tabia njema, kwa nini wao unadanganyika na muonekano wa nje? Kwa sababu mtu anatamani kuwa na mahusiano mazuri yatakayopelekea ndoa nzuri, na anajua mtu mwenye ndoa nzuri labda ni mtu anayependa Mungu,
Unajua kuna mtu mwenye tabia njema anatazama namna ambavyo anawatendea wengine, mahusiano yake na watu wengine yakoje, lakini anapofika kuchagua anachagua sifa. Angalie tena huyu mtu ana sifa gani? Angalie mtu ana sifa gani? Vivyo hivyo, unajua mke mwema ni mke mwenye adabu, mwenye utii, aliye mwanana, anayekubali kuongozwa. Inapofika kuoa, uangalie kwenye sifa hiyo, unaangalia ile jazia. Sasa wapi na wapi? Wapi na wapi? Kwa unaweza kuona huyu mtu anajicontradict mwenyewe, anajichanganya mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa na mawazo ya ndoa njema, ya sifa njema, unatakiwa utafute mtu mwenye sifa hizo na sio vinginevyo. Na katika hayo ni lazima ufanye maamuzi sahihi, kwa sababu mambo hayo hayatatokea yenyewe. Yanahitaji mtu afanye maamuzi. Mtu mmoja akasema, nataka nioe mwanamke mwombaji. Afike jamaa kwenye mikesha ya maombi haendi. Utawajuaje waombaji? Utawajuaje waombaji? Utawajuaje waombaji? Ni mwanamke mcha Mungu. Najua huyo kama mwombaji atakuwa hana vipengele. Ni kweli. Sasa ni kweli unataka mwombaji. Utamjuaje? Jumapili tu hivi utamjuaje? Wewe mwenyewe kwenye kori ya asubuhi uone wakina nani wanaingiaga kule, utamjuaje? Kwenye ngoma ya Jumanne kukesha utokee, utamjuaje? Bwana atusaidie sana. Maamuzi, nazungumza maamuzi. Kwa hiyo kwa kuwa tunakabiliwa na maamuzi, na mimi na wewe lazima tufanye maamuzi kila siku, na maamuzi mengine yatakuwa ni mambo makubwa. Ndugu zangu, ni lazima tujipange, ni lazima tuwe na tahadhari ya kufanya maamuzi mazuri ya yale mambo tunayoyataka. Tusije tukajidanganya kwamba tukifanya maamuzi mabaya tukiwa tunategemea mema na mema yatatokea. Hakuna kitu cha namna hiyo. Maamuzi mabaya na matokeo mabaya, maamuzi mazuri yana matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa kile ambacho unakiona, kwa kile ambacho kinakusukuma, kwa kile ambacho kiko moyoni mwako, ni lazima mtu wa Mungu ufanye maamuzi yaliyo mazuri. Kwa hiyo mwanadamu haachi kuchagua. Ameambiwa kuchagua, anatakiwa achague. Na tunapozungumza kuchagua, ni ile hali ya kuamua kitu kimoja dhidi ya kingine. Kwa kawaida unapotaka kuoa, nitoe mfano huo, warembo watakuwa ni wengi. Lazima uchague mmoja wapo ambaye ataenda katika hatima yako. Unapotaka kuolewa, vijana watakuwa ni wengi. Uchaguzi ndio unaotusaidia kupata hatima inayotokana na uchaguzi tulioufanya. Na ni hakika yangu kwamba kila mmoja wetu anatamani afanye maamuzi mazuri. Ni vile tu wakati mwingine hatujui kwamba maamuzi mabaya tunayofanya yanatupelekea katika ubaya. Lakini ni shauku yangu, ni shauku yako, na ninaamini kabisa hata kama zile lulu tumeziacha, ndio maana hata waliooa watu kwa sababu ya mwonekano tu, na wapo wanafanya maamuzi wakiwa na taarifa au wakiwa na maarifa na ujuzi kwa kile wanachokifanyia maamuzi. Lakini kuna mwingine anafanya maamuzi hana taarifa yoyote. Na hii ni mbaya sana. Tunapotaka kufanya maamuzi mazuri, ni vizuri angalau kuwa na taarifa, kama sio zote basi hata zile za msingi. Unasikia kuwa na mwenza, uliza basi ndoa ni kitu gani? Upate hayo majibu. Tunatafutaje wenza? Tunapataje wenza? Unataka kuwa mtumishi wa Mungu, uliza watumishi waliotangulia, hivi kuwa mtumishi wa Mungu ukoje? Unataka kwenda kuishi nje, waulize waliokwenda nje, jamani, huko nje mnaendaje? Mnaishije? Nini na nini kinahitajika? Unataka kuwa mtu mkubwa siku fulani, upate vyeo, waulize waliokutangulia. Ni vizuri kuwa na taarifa fulani. Wale wanaokwenda kwenye usaili, ni vizuri angalau ukapitia wale wanaoenda kukusaidia wakoje, uwe na taarifa. Lakini
mtu wangu. Huyu ndio kwamba yake anafanya hajui anachokiamini. Nasikia Mungu anajua bwana. Mungu anajua. Ni kweli Mungu anajua. Wewe unataka ujue. Unataka ujue. Kuna watu wanaenda kusema bwana, ujuzi hauko huko tu bwana. Huko tu vitu wenyewe mtajipa. Sasa mtu anayefanya maamuzi akiwa hana taarifa ni tofauti sana na yule mwenye taarifa. Mwenye taarifa atafanikiwa kufanya maamuzi. Lakini pia mazingira mengine ya kufanya maamuzi, yako mazingira ya hiari na mengine ni ya shinikizo. Hiari. Katika kufanya maamuzi, ndugu zangu, hiari ni kitu muhimu sana. Hiari ni kitu muhimu sana. Na hiari inatusaidia kupokea hata ikiwa tumefanya tumepokea matokeo tusiyotarajia. Ndio maana wale wenye hekima akiona jambo ni zito anamwambia mtu aamua tu mwenyewe. Kwa sababu kwa kawaida mtu anaweza kutaka ushauri. Ule ushauri ukiwa na matokeo mabaya, anaanza kusema fulani alinishauri. Lakini kama alifanya yeye mwenyewe, anakosa wa kumlaumu. Anasema kwa duniani bwana yanatokea. Nazungumza kitu gani? Mazingira mengine ya kufanya maamuzi ni ya hiari. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu ufanye mazingira ya maamuzi ukiwa na hiari ya kinzi kwa timamu. Ingawa tunafahamu maamuzi mengine ni ya kishinikizo. Tulimsikia mwalimu aliyekuwa anafundisha hapa kipindi cha maisha ya mjini. Moja ya vitu ambavyo vijana wa mjini wanakutana navyo ni mashinikizo. Hili ni jambo kubwa sana ambalo limewaletea watu wengi hata msongo wa mawazo. Kuna wale watu ambao tunawatazama kama ni vioo ama watu maarufu. Tunashindwa kujua kwamba wanatutia pressure fulani ya kutamani kuwa kama wao. Na tunashindwa kukumbuka kwamba kumbe safari ya mtu mmoja na mwingine havifanani. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu ufahamu kwamba hili ninaloliamua ninaliamua nikiwa na akili timamu na sio katika shinikizo. Wiki kadhaa zimepita, watu fulani ninawafahamu, na mmoja akachumbiwa, mwingine akachumbiwa, mmoja baada akachumbiwa. Ambaye anachumbiwa anatuletea kitu kila saa karibu. Vipi kumbe wenzako shachumbiwa yeye bado. Kwa hiyo huyu amejikuta ameingia kwenye shinikizo bila yeye kujua. Na sasa nini kitapelekea? Kitapelekea afanye maamuzi ya kukurupuka kwa sababu wenzake wote wameshafanyaje? Wameshachumbiwa. Na mara zote mtu anapofanya maamuzi ya shinikizo, akili yake inaweza isiangalie sana matokeo ya kile anachokifanya. Na ndio baadaye mtu anakuja kusema hata siku hii kuacha. Nikamwambia kutana na watu wanasema anashukuru Bwana asifiwe. Nashukuru sana Mungu, anakuja kushukuru. Mungu kanipa mke. Miaka 3 ikishawaka anakuja kusema kwanza mimi sikupenda. Basi tunaongea kwa kuongoza wewe. Basi ndio nishuhudia hivi. Leo imekuwaje? Unagundua kumbe inawezekana pressure. Sasa ile shinikizo linapotokea, watu wanafanya maamuzi ambayo ikitokea uamuzi aliyofanya kuna changamoto anashindwa kukabiliana nao. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu maamuzi yako hususan yale makubwa usiyafanye kwa shinikizo. Usifanye mambo kwa shinikizo. Kama wenzangu wote wana magari, sasa na mimi lazima. Kuna ndoa changa zinapitia sana kwenye haya mambo. Maana marafiki zangu wote wana magari. Wewe anamtafutia mwanamke jina jipya. Ni shinikizo hilo. Hilo ni shinikizo. Unaona vijana wenzangu wote wanaenda nje. Unasema na mimi lazima niende. Nini kinatokea? Sifa za kwenda nje ndio mambo ya kona yanaanza. Baadaye tunaona kwenye vyombo vya habari kwamba Tanzania mmoja ashindwa.
Shinikizo. Kwa hiyo watu wa Mungu, ni vizuri mazingira yetu ya kufanya maamuzi tuyajue, tuyatambue vizuri. Tusifanye maamuzi yetu kwa mashinikizo. Watu wa Mungu, tutakuwa salama. Lakini pia ni vizuri kufahamu mazingira mengine ya maamuzi. Tunasema ni mazingira, yako mazingira rahisi na mengine ni magumu, ama mazingira ya mchakato. Mazingira ya kufanya maamuzi yanatofautiana pia. Ukiachilia yale ya taarifa dhidi ya kutokuwa na taarifa, na yale ya hiari dhidi ya shinikizo, yako mazingira mengine tunasema ni rahisi na mengine ni magumu, ama yanahitaji mchakato. Na tunazungumza haya ili mtu wa Mungu asije akafanya yale maamuzi magumu kuyarahisisha. Unajua maamuzi, kwa mfano niende uwanja wa Taifa ama nisiende, hayo ni maamuzi rahisi. Kama tunacheza tucheze, hayo ni maamuzi. Hayatakiwi yasumbue sana mtu wa Mungu. Lakini kwa mfano kuna maamuzi, mtu aoe ama olewe na nani, hayo ni maamuzi yanahitaji mchakato, sio maamuzi mepesi. Maamuzi kwa mfano ya mtu kuacha kazi, hayo si maamuzi mepesi. Lazima mtu ajiulize, una fursa mbili zimekuja pamoja, zote zinaonekana ni njema. Haya ni maamuzi magumu, yanahitaji mchakato na mtu ajiridhishe. Sasa kwa nini nazungumza haya? Wako watu siku hizi wanafanya maamuzi magumu au yale mchakato kwa mepesi. Kwa mepesi. Kwamba akishamtumia mtu ndiye akubali bwana, huyu ndio wangu. Kweli. Kweli. Tulikutana kwenye tamasha, naona ametabasamu sana. Bwana atusaidie. Ndio kwa kweli Bwana anatabasamia sana. Nafikiri Bwana amejua. Sasa ni vizuri watu wa Mungu katika maamuzi tunayoyafanya tujue huu ni uamuzi rahisi. Uamuzi rahisi ni mwepesi kufanya, na pia unaweza usiwe na matokeo ya kuumiza. Kwani kama uliamua kwenda kwa mataifa na ukashinda, utakuingiwa nini? Ulikuwa unaweza kufikia nyumbani na dada ikachelewa, utakuingiwa nini? Lakini fanya uamuzi wa kukopa wakati una biashara. Unaweza kuona haya mambo hayalingani. Hayalingani. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu pia katika kufanya maamuzi. Sisi vijana tunafanya maamuzi. Ni lazima kujua hili jambo ninalotaka kuliamua sasa ni jambo la kimchakato. Huu sio uamuzi rahisi. Unahitaji muda, unahitaji kujiridhisha. Bwana Mungu atusaidie sana. Katika zama tunazoziishia leo ni zama ambazo karibia kila kitu kinataka kurahisishwa. Kila kitu kinataka kurahisishwa. Kila kitu kinataka kurahisishwa. Bila kwambia, kila kitu kinataka kurahisishwa. Mambo ya ndoa yamerahisishwa. Mahusiano yamerahisishwa. Kijana mmoja akawa ametaka kuchungia mahali ameshatuma mshenga kule, ameenda atakuwa kulipa mahali. Ndio sifano tena kwa mahali. Watu mwanangu haina shida. Naweza mkamtumia kwa tuko pesa. Si ile tu kwa nishanisha. Haelewi kwamba hili jambo maana yake ni nyingine kabisa. Kila kitu nataka kurahisisha. Kila kitu nataka kurahisisha. Ndio kizazi tunachokiishia leo. Sasa ni vizuri kufahamu jamani, katika yale mambo makubwa, kwamba mambo ya kimchakato, hebu kubali kwenda na mchakato. Yale mambo magumu usiende nayo haraka, yape muda. Kama ni jambo linahitaji hatua moja baada ya nyingine, jitahidi upige hatua ya kwanza kabla ya kufika hatua ya tatu. Alizungumza
mkufunzi tuliyekuwa naye katika maisha ya mjini akasema moja ya changamoto ya maisha ya mjini ni vijana kutaka mafanikio ya haraka ndani ya muda mfupi. Hiyo ni changamoto. Na bila kujua kumbe mafanikio ni mchakato, ni moja ya mambo ambayo yanahitaji hatua. Si jambo la kulala na kuamka, si jambo la kufunga na kufungua. Sasa nini kinatokea? Kwa mtu anataka kufumba na kufungua. Ndio sasa tunaanza kusikia ile kwa mwenzetu ile ndio na shughuli zake za sasa. Ni wako. Yaani wako wengi, sio mmoja, wengi. Wengi. Lakini je, ndio kanuni ya uchumi, ndio ukuaji wa uchumi unataka mafanikio ya hivyo? Sio kweli. Sio kweli. Na tukiona mwenzetu tumemaliza naye tu mwaka mmoja tayari na magorofa 6 na VX 5, tujiulize atuambie kanuni gani ya uchumi katumia. Maana watu wanamwambia hata ushuhuda hawajaji kutoa. Hawajaji kutoa. Tunakwambia bwana mimi mwenyewe kisielewi yani zile hela nitakuelewi vipi bwana. Hela zinazopatikana tunajua. Yaani mimi nishangaa tunapata hela. Nishangaa unapataje hela? Unapataje? Hakunaga. Kwa hiyo nazungumza kitu gani? Tunapofa mazingira ya maamuzi. Yapo mazingira ya maamuzi ya vitu rahisi, lakini pia yapo mazingira ya vitu vigumu kama vile vinavyohitaji mchakato. Ndugu zangu, haya yote yanatuhusu mimi na wewe. Kuna mambo tutaamua kwa urahisi, lakini kuna mambo yatatuhitaji mchakato katika maisha. Tukubali kufuata huo mchakato. Amen. Tutakuwa salama. Kwa hiyo mazingira ya kufanya maamuzi ni vizuri sisi vijana tuyafahamu. Lakini katika kufanya maamuzi ipo pia misingi inayomsaidia mtu kufanya maamuzi. Na tunapozungumza misingi, tunazungumzia zile lulu, uthamani ambao mtu anautoa katika kufanya maamuzi. Na vitu hivi havifanani, havilingani kati ya mtu mmoja na mwingine, taifa moja na jingine, tamaduni moja na nyingine. Havilingani. Kwa watu wanaotokea kanda ya ziwa, ukiwaambia bwana chagua hapa tule nini mchana, bwana ugali na mtindi, hicho ndio chakula. Lakini nenda kwa watu wa kanda ya wapi huko, labda kaskazini kungese pete makande wapo hapo, huo ni uchaguzi. Wote wanaamua wale nini. Unaona mmoja anachagua kimoja dhidi ya kingine. Kuna mwingine atakwambia nyama iwepo hapa, maana kwao nyama ndio chakula. Nataka kuzungumza kitu gani? Misingi ya kufanya maamuzi haifanani kati ya mtu mmoja na mwingine na tamaduni moja na nyingine. Sasa nizungumzie misingi mitatu ya kufanya maamuzi kabla sijamalizia ule wa mwisho. Katika misingi ya kimaamuzi, msingi wa kwanza ambao watu wanatumia kufanya maamuzi ni tamaduni. Utamaduni una mchango mkubwa sana katika maisha ya mtu na maamuzi anayoyafanya. Yumkini vitu vingi vinapata hamasa yake kutoka katika historia ya utamaduni alionao. Kwa mtu ambaye amekulia katika utamaduni wa aina moja, mtu huyu mpaka kama mtu mzima, mtu huyu kwa kweli kubadilika kwake hata akienda katika utamaduni mwingine hakutakuwa rahisi. Na ndio maana watu wanashangaa kwa nini mtu ana ng'ombe 15,000, 20,000 na analala kwenye ngozi wakati alikuwa anaweza kupata kitanda cha 6 kwa 6. Utamaduni. Kwa hiyo unaweza kuona utamaduni una nguvu kubwa sana ya kufanya maamuzi. Wale ambao wanaishi mjini kama mimi na wewe, tumekuja ukubwani, tunajaribu kujifunza tamaduni za mjini. Angalau kama chumba na sebule hivi, utamaduni. Angalau kila weekend, angalau kwa mwezi mara moja tutoke au huo ni utamaduni. Ndio maana sisi tunaona tunazungumza kutoka. Kuna wengine hawatuelewi. Utamaduni tu wa mjini hauna mbaya, sio dhambi. Kwa sababu tunazikana kujezoea au kule ulikotoka hakuna bahari. Sio dhambi, ni utamaduni tu wa mahali.
utamaduni wa mahali mahali. Sasa utamaduni unaweza kuwa ni msingi wa maamuzi mpaka yale mambo makubwa. Kwa mtu aliyekulia katika utamaduni wa aina moja, anaweza akaja mjini akitaka kuwa na kibao. Hatuamini sisi watu wa mjini kama tunaweza tukamshauri vizuri. Arudi kule kishachaguliwa. Tunaona hapa ni wenzetu na nini, wakaka uzuri wako, wako uzuri. Yana kibao. Utamaduni kesha ndio bwana wewe kuoa ni mtu kweli. Wengine anasema ukanda fulani usiende. Au amjesikia hayo. Utamaduni. Kuna tamaduni leo hata watu wanapokaa mezani, baba anakula paja. Utamaduni. Kuna tamaduni wanawake na wanaume hawakai kwenye kula pamoja. Na hizi tamaduni zilikuja hata kanisani. Na nashukuru Mungu hapa sisi tunajitahidi. Na sisi tusome. Maana kuna makanisa ukienda wanawake ni huku, wanaume ni huku. Sisi hatuna. Bwana tusaidie sana. Sisi tunajisikia kukaa hapo wote. Lakini utamaduni uelewa. Sasa utamaduni una nguvu kubwa sana. Wakati mwingine hata kuathiri imani. Kuna watu wanaokoka vizuri. Wanapopata mtoto, kitovu kinarudishwa kwao na kwenda kutupwa kwao na kurukwa juu ya damu. Ni tamaduni. Alishaambiwa kwamba mtoto akizaliwa lazima babu aje ampe jina, mshike kichwani pale. Kitovu kishike na bibi, kichiliwe pale na damu imwage. Mtu kaokoka akaja Roho Mtakatifu ananena kwa lugha na kuongoza kanisa na kutumilia. Akipata mtoto ndio kwao. Tamaduni. Sasa watu wa Mungu, misingi ya tamaduni inaweza ikatusaidia, sio inaweza kusaidia. Inaweza kuwa sababu ya mtu kufanya maamuzi. Na ni vizuri sasa wewe mtu wa Mungu uliyeelimika na Mungu amekuokoa na amekujaza Roho Mtakatifu, ujue kwamba jambo hili ni la kitamaduni ama sio la kitamaduni. Bwana atusaidie sana. Na sisemi kwamba utamaduni ni mbaya, uko utamaduni mzuri. Lakini ni vizuri kufahamu kwamba mambo mengine unaweza ukawa unasukuma hayana tija, kumbe msukumo wake, hamasa yake inatokea kwenye tamaduni. Ndio maana ukiangalia Afrika tuna tamaduni zetu. Ukienda watu wa mashariki wana tamaduni zao. Sisi huko kwetu kusalimiana ni tamaduni. Ndio maana nawashangaa sana wale ibada imeisha na wale. Kusalimiana huko tamaduni. Lakini ziko jamii ya kusalimiana. Nenda kwenye manchi ya watu hawasalimiana, kila mtu na mambo yake. Na angalau kama anakuheshimu atakwambia hai. Sasa hai ni kitu gani? Sisi tunataka kujua umeamkaje bwana. Tunataka watoto wana hali gani? Ndio salamu zetu za Kiafrika. Bwana atusaidie sana. Tamaduni. Kwa tamaduni inaweza ikamsaidia mtu kwa Mungu kazi afanye wapi, ndoa iwe namna gani, utumishi wake wapi. Tamaduni. Sasa ni vizuri mtu ajue kitu wa Mungu asifanye maamuzi akiwa hafahamu, ajue kwamba hapa nasukuma kwa kweli na tamaduni. Hawezi kunamua. Lakini msingi mwingine wa maamuzi nimeuita ni mitazamo ya kifalsafa. Falsafa. Hizi falsafa zipo za aina nyingi sana. Na kuna wanafalsafa mashuhuri huku duniani. Na hao mawazo yao watu huyachukua kama msingi wa kufanya maamuzi. Mtu anayefuata falsafa za kimashariki utaona tu maamuzi yake. Ukimsoma utajua kabisa maamuzi yake. Mtu anayefuata tamaduni za magharibi za wazungu, ukimwona tu utajua uzungu mwingi hapa. Kwa tamaduni zetu kwenye falsafa zetu na mitazamo ya Kiafrika utajua tu. Kwa mfano kwenye uongozi mwingi, nikitoa mfano, unafikiri kwa nini watumishi wa Mungu hawataki kupokea mawazo mbadala? Hamjakutana nao? Yaani wewe ukipelekea wazo ndio sasa unaingia kwenye orodha ya kuondolewa kwa mkini. Unaangalia sana. Kwa nini natoka wapi?
Inatoka kwenye mitazamo na falsafa yote yake kwamba mkubwa afanyaje? Akosei. Na ni vizuri tu twende nazo ili tumalize kizazi hiki sawa. Kwa hiyo changaji tu mkosoe mkubwa. Au simamie kweli au unajidai unanyoosha. Basi Yesu Kristo kabisa kaokoka ni mtumishi wa Mungu mchungaji. Leo ukimwambia kweli anapokea kweli. Anapokea kweli. Lakini baada ya kweli kuipokea tupame. Mtazame. Kwa hiyo kuna maamuzi tunayafanya kwa sababu ya falsafa fulani. Kuna mtu anakuambia adui sio wa kusamehe. Hiyo ni falsafa ya mtu. Na aliyeshikilia hiyo anakwambia ni Bwana isema kweli siwezi kusamehe. Tutalipiza. Kusamehe. Ni falsafa za watu. Siko mpende ya kupendaye. Hayo ni falsafa ya watu. Na haya yanapelekea maamuzi katika maisha yetu. Kwa hiyo mafalsafa mengi sana yanaweza yakawa na mchango katika maamuzi tulio hapa. Lakini pia msingi mwingine wa kufanya maamuzi ni msingi wa kiimani ama mitazamo ya kiimani. Imani mbalimbali zilizoko duniani zinaweza kuwa na ushawishi katika kufanya maamuzi ambayo mtu anayo. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Imani. Imani. Imani inaweza ikasukuma maamuzi yetu ya mavazi yetu. Imani inaweza ikasukuma mtu aoe nani aolewe na nani. Imani inaweza ikamwekea mtu mipaka aende wapi asiende wapi. Maamuzi ya kiimani. Kwa hiyo imani ina mchango katika maamuzi yetu. Katika maamuzi hili inatusumbua. Kwa hiyo imani inaweza ikatengeneza ikawa na mchango katika maamuzi yetu. Sasa muda wangu unitosha na vitu vingi. Acha nikimbie nimalizie. Wakati tunaangalia imani kama chanzo cha maamuzi, nataka nikazie hapo kidogo kisha nikahitimisha. Na kwa nini nazungumza hivi? Kwa sababu vile vingine tayari tunavijua. Na vile vingine vina vyanzo vingi vya kuvipata. Lakini kwa sababu kilichotukusanyisha hapa ni imani, hakuna ubaya tukizungumza masuala ya imani. Bwana atusaidie sana. Zile falsafa na tamaduni tukiwa kwenye mitoko yetu tunaweza tukazungumza zile. Hakuna shida. Lakini wengi mnazifahamu. Sasa imani ni moja ya msingi wa maamuzi katika maisha yako. Imani mbalimbali. Imani zote tu duniani inaweza kuwa msingi katika maamuzi katika maisha ya mtu. Na kwa nini imani inakuwa ni msingi wa maamuzi? Ni kwa sababu shabaha yake ni kumpendeza Mungu. Imani zote zinaamini juu ya Mungu mkubwa ambaye atawahukumu watu, ambaye huyo ametupa utaratibu fulani wa maisha ya hapa duniani. Sasa huyo tunapotaka kumpendeza, ndiyo baadhi ya maeneo ambayo ametuongoza katika hayo. Katika hayo tutakuwa na msingi wa maamuzi kutokea kwake. Kwa hiyo shabaha ya kufanya maamuzi kwa kutegemea imani ni ili kumpendeza Mungu, ndugu zangu. Na imani kuna mambo inayaacha huru, kuna mambo haijaacha huru. Mambo kwa mfano ya mahusiano, imani haijaacha huru. Kila imani inazungumza mahusiano. Na mahusiano ya imani hiyo yaendeke. Kwa hiyo mimi na wewe kwenye eneo hilo tayari imani imeshatupunguzia wigo. Badala yake inataka tufuate kile ambacho tayari imani imetoa nia. Imani inazungumza masuala ya maadili. Kuna maadili fulani imani imeyagusa moja kwa moja. Katika hayo mimi na wewe hatuna udhuru. Ni lazima tubaki katika hayo kwa sababu tayari tumeshaamuliwa. Ni sawa leo mtu wa Mungu anayetaka kuoa aseme kwani kweli hajaokoka. Huyu alikuwa anataka tu sisi tumfariji na tupotoke. Imani ilishanyosha.
wasifungiwe nira na wasioamini isivyo sawa sawa. Sasa kama wewe huyo unayeita unampenda hajaokoka, unataka sisi tukwambieni? Imani ilishachora mstari wa wanataka kumgombanisha na Mungu. Hata namna ya kumpaka mafuta. Ibada zao unajua ni kama za kweli. Na wenyewe pia wananena kwa lugha. Na mtesikizo mawili mikutano. Ndugu zangu, rura ilishachora mstari, ilishachora hata kutusumbua. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu imani kwa hilo jambo lishaamua. Mungu ameshikilia hapo. Mimi na wewe hatuwezi kupindua hiyo. Mimi na wewe hatuwezi kugeuza hiyo. Kwa hiyo kwenye jambo kama hilo tayari msingi wetu wa maamuzi unategemea imani, kwa sababu ni eneo ambalo Mungu ana interest nalo. Ni eneo ambalo Mungu hajaamua kumkabidhi mtu mwingine, ameamua maamuzi afanye mwenyewe. Kwa hiyo imani inaweza ikawa ni msingi wa kufanya maamuzi kwenye maeneo kadha wa kadha ambayo Mungu ana interest nayo katika maisha yetu. Katika maeneo ambayo Mungu ana interest na fedha yetu, tayari imani imeshatoa dira. Mimi na wewe ni kufuata. Itakuwa ni ukengeufu kutafuta namna nyingine ya kupindua kile ambacho Mungu amekisema. Sasa yale mambo ambayo imani iko kimya, hayo mimi na wewe tunaweza tukayajadili. Kwamba ni sawa kuwa shabiki wa mpira, hayo mimi na wewe tunaweza tukajadili. Bwana atusaidie sana. Hayo mimi na wewe tunaweza tukajadili. Lakini hapo pia kwa swala ndio tutajadili nini, tutajadili. Sitamwona mdanganya. Au wale wanasema unajua ni kweli aliyokoka, lakini nikasema tukiona ataokoka. Okay. Au nina mbia yule aliyokoka kwa sababu ameanza kusema yule aliyokoka. Na wewe ndio Yesu wako. Kwa sababu ameokoka kwa ajili yako. Wewe hujamfuata Mungu. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo imani ni chanzo, ni msingi wa kufanya maamuzi. Sasa katika namna ya kufanya maamuzi ya kiimani, labda tunitaje mambo matatu, alafu tutaomba kwa msingi ujao tunaweza kuendelea. Jambo la kwanza katika kutumia imani kama chanzo ama msingi wa kufanya maamuzi, nasema ni kutafuta uongozi wa Mungu kwenye mabano kwa njia ya maombi. Msomaji unaweza kusoma Mithali 16:3. Mithali 16:3, alafu Timotheo wa pili 2:7. Anza Mithali 16:3. Kabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako. Okay. Timotheo wa pili 2:7. Yafahamu sana hayo usemayo, maana Bwana atakupa akili katika mambo. Okay. Vifungu ambavyo tumevisoma, kumbuka kwamba tunazungumzia imani kama chanzo cha kufanya maamuzi. Katika mchakato wa kufanya maamuzi, kwa kawaida akili ya kibinadamu inakuwa inajihusisha katika kuwaza na fikra nyingi, kujaribu kupima mambo ili kupata usahihi wake. Na katika kifungu tunachokizungumza, anasema mkabidhi Bwana njia zako, sawa? Na mawazo yako yatafanyaje? Mawazo yako yatafanyaje? Mawazo kuthibitika. Maana yake ni maana yake tunapomhusisha Mungu katika jambo letu na tunapoendelea kuwazawaza katika lile wazo ambalo Mungu anataka tulifanyie kazi, hilo Mungu atalithibitisha akitupatia mawazo yaliyo mema yatakayotusaidia kufanya maamuzi mazuri. Na katika Timotheo 2 anasema Mungu atakupa
mawazo ya mtu yanathibitishwa. Mungu ataangalia huyu anawaza jambo fulani, fikra yake inarandaranda huku na huku, anajaribu kutafuta huku na huku. Katika hayo Mungu anakupa wazo linaloweza kuthibitisha mambo yako, ukawa umefanya uamuzi ambao unampendeza Mungu na utaleta tija katika maisha yako. Kwa hiyo kutafuta uongozi wa Mungu, na uongozi wa Mungu ndugu zangu tunautafuta kwa njia ya kuomba. Kwa hiyo tunapomkabidhi Bwana, mawazo yetu yatathibitika. Kimsingi kwenye kutafuta fikra huku na huku, kinachotafutwa ni mawazo sahihi. Ukienda kuomba ushauri kwa mtu, unataka nini? Mawazo sahihi. Ukienda kumwona baba, unataka mawazo sahihi. Ukisoma kitabu, unatafuta mawazo sahihi. Sasa katika hayo, Mungu naye anaweza akakupa mawazo sahihi, akathibitisha wazo lako. Bwana atusaidie sana, na atakupa akili njema. Sina muda wa kwenda ndani. Siku zetu za leo ni Wakristo wengi kutokuwa na stamina ya kumtafuta Mungu. Wengi wanaomba, lakini wanaomtafuta Mungu ni wachache. Hiyo tutazungumza wakati mwingine, lakini jambo la kwanza linaloweza kusaidia katika imani kama chanzo cha kufanya maamuzi ni kutafuta uongozi wa kimungu, kwa sababu Mungu anaweza akathibitisha. Jambo la pili tunasema ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye mabano yaliyothibitishwa. Mapenzi ya Mungu, kutafuta mapenzi ya Mungu yaliyothibitishwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 na ule wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 na ule wa 11. Kwa kadiri ya neema ya Mungu iliyopewa mimi kama mkuu wa ujenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Ndio. Kwa nafasi yako utaongeza Zaburi 119 mstari wa 9 tutasoma. Lakini njia ya pili inaweza kumsaidia mtu wa Mungu kufanya maamuzi ni kutafuta mapenzi ya Mungu yaliyothibitishwa. Katika kifungu ambacho tumekisoma, Mtume Paulo anasema tayari ameshaweka msingi. Na ule msingi uliowekwa watu wanatakiwa kujenga juu yake. Sasa watu watazame sana wanavyojenga, maana msingi mwingine hautawezekana kuwekwa. Maana yake kuna mambo tayari yapo katika mamlaka ya Mungu mwenyewe na tayari ameshayaamua. Katika hayo mtu anatakiwa kujua mapenzi ya Mungu ni yapi na ayafuate. Maana kuna mambo hayawezi kugeuzwa kabisa. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Mfano niliotoa, haiwezekani neno la Mungu likabadili likasema unaweza kufunga ndoa na mtu asiamini. Haiwezekani. Kwa hiyo kwenye swala la ndoa unaweza kutafuta mapenzi ya Mungu. Kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya mahusiano, yako mambo ambayo neno la Mungu limeshachora dira. Sasa huo msingi mtu anatakiwa ajenge juu yake, sio kutengeneza msingi mwingine. Bwana Mungu atusaidie sana. Bwana Mungu atusaidie sana. Na jengo imara ndugu zangu linategemea msingi imara. Na msingi imara ni ule sio ule ambao mimi na wewe tutaujenga. Mwambie jirani yako usijenge msingi wako. Mtikise begani mwambie usijenge msingi wako. Ndio. Hatuna muda wa kuingia ndani, lakini tunaweza kuangalia mambo mengi. Utafuta mapenzi ya Mungu. Sasa katika mapenzi ya Mungu kuna vitu ambavyo tayari Mungu ameshavitengenezea dira, mimi na wewe kuvifuata tu, sio kuanzisha mapenzi. Sasa katika ulimwengu ambao unataka uhuru na mawazo na uhuru uliopitiliza, ndio katika mambo kama hayo tunaanza kuhoji. Kwani mbaya uko wapi? Kwani shida iko wapi? Kwani tatizo ni nini? Kwani wenye dhambi hawana ndoa nzuri? Mbona tuna amani? Mwambie tena usijenge msingi wako. Bwana atusaidie sana. Jambo la tatu na la mwisho
katika namna ya kufanya uamuzi wa kiimani ni kutafuta ushauri wa watumishi kama waliokutangulia. Tusome Wakorintho wa kwanza 11:1 na Mithali 20:18. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza tu. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Sasa ndio labda Wakristo wasikie tena. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Mithali 20:18. Kila kusudi hudhibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili. Kila kusudi hudhibitika kwa kushauriana, na kwa shauri la akili fanya vita. Ndio. Jambo la tatu ambalo linatusaidia katika kufanya maamuzi ya kiimani ni kutafuta ushauri kwa watumishi na wale waliotutangulia. Hatuna muda wa kwenda ndani sana, lakini tunaona anasema mnifuate mimi kama ninavyofuata Kristo. Kwa hiyo anajaribu kufungua mlango kwa wale anaowaongoza kwamba wanaweza kuiga maisha yake kwa sababu yeye naye anamfuata Kristo. Kwa wanapoiga maisha yake watakuwa wanatembea katika njia ile ya Kristo. Lakini pia katika ile Mithali tumesoma inasema kwa mashauri wazo linathibitika, hata wazo la kufanya vita. Anazungumza, unapozungumza swala la kufanya vita unazungumza uamuzi mkubwa sana wa kuchukua rasilimali za mtu na kuhatarisha maisha ya watu. Hapo sio uamuzi mdogo, lakini anasema hata katika jambo kama hilo kwa ushauri, kwa kushauriana na maamuzi ya akili mtu anaweza kuamua kuingia vitani. Maana yake katika jambo lilo kubwa bado mtu anaweza akashauriwa na akafanya uamuzi. Ndugu zangu, kuwaona watumishi wa Mungu kunasaidia mambo mengi. Wengine wanayatoa maisha yao kuwafundisha kwa wengine. Ndio unafahamu tuko katika kizazi ambacho can't tell me nothing. Unajua ndio kizazi kinachokiishia kwamba kila mtu anajua na watu hawataki kuongozwa, watu hawataki kuwa chini ya watu. Hiyo ni changamoto. Lakini waliotutangulia wanaweza wakatufundisha na kutusaidia kupita katika njia iliyo salama. Kwa sababu wao wana ujuzi, wana uzoefu. Wamepita katika mashimo, wamepita katika milima. Kwa hiyo wanaweza kutusaidia hiki cha kuepuka, hiki cha kukifuata. Waliotutangulia. Kwa hiyo tunaweza kuendea kwa ushauri. Tunaweza kuendea kwa ushauri. Ujana huwa una changamoto ya kuaminisha kila mtu anajua. Hiyo ndio changamoto ya ujana. Na mimi nakumbuka kuna kipindi hata mzazi anakushauri sana. Sika bana. Ila sasa hivi ndio nakujua kumbe mzee mshauri mzuri. Mshauri. Sasa ujana una hiyo kasumba. Kwa hiyo ni vizuri mwaona watumishi wakawasaidia. Na niwaambie tu, hakuna ambacho vijana mnapitia waliowatangulia wakijua. Yaani na wengine mbona alama tu zinaonekana mapema. Hao wazee wanajua kuunganisha doti, wana hapa tayari. Najua kama huyu jamaa mbona anaangalia hapa. Ni vile tu sasa hajafunguka hawezi kusema. Kwa hiyo ukitafuta ushauri unaweza ukawa salama. Kwa hiyo watumishi wa Mungu napoenda kuhitimisha, tunapofanya summary ya ujumbe wetu wa siku ya leo, tunapohitimisha, vijana tunajua tunakabiliwa na kufanya maamuzi ya mambo makubwa maishani. Na ni wito wangu, ni hamasa yangu kwako na kwa kila mmoja anayesikia kwamba tufanye maamuzi mazuri. Na ni vizuri tufahamu tukifanya maamuzi mabaya, madhara yatatupata. Madhara yatatupata. Kuna watu walifanya maamuzi ghafla na leo wanapitia. Wengine wameamua hata kuweka maisha yao kwa ushuhuda. Wanasimulia, tunaona kwenye vipindi maalum vya runinga, mtu anasema nilifanya maamuzi fulani unanigharimu mpaka leo. Mimi na wewe tujifunze katika haya. Mimi na wewe tujifunze katika haya kwa sababu na sisi tuko katika umri ambao tunapata presha kubwa ya kufanya maamuzi ya mambo mengi ndani ya muda mchache.
Sasa Mungu atusaidie, Mungu atuongoze tufanye maamuzi mazuri. Na ni vizuri kufahamu maamuzi ni kitu kizuri, ni nyenzo Mungu ametupa, lakini tunahitaji kuitumia vizuri, tufanye maamuzi mazuri. Kwa hiyo mimi na wewe tuchunge sana tunafanya maamuzi ya namna gani. Mungu atubariki. Kwa muda huu mchache sasa, labda tusimame. Siku ya leo